Asante sana Mheshimiwa Spika. Na kwanza nitaanza na kauli ya msemaji wa mwisho hapa alosema mbona tulitoka. In fact mimi nataka ni own kwamba mimi ndo niloambia kambi tutoke nje kwa sababu ya kuepuka mambo yaliyokuwa ndani ili tuende tukajadiliane. Mnasema bila ruhusa ya spika, na sasa hivi tumeambiwa kwamba tusiseme isipokuwa kwa ruhusa ya spika. Hilo la kwanza. I take the ownership kwamba mimi ndo nilosema kambi tutoke tuende tukajadiliane, na baada ya mjadala ndio maana tukarudi tena jioni hapa kuendelea na mkutano. Hilo la kwanza. Lakini la pili nataka niungane mkono na Mheshimiwa Mtolea kwamba kulikuwa hakuna sababu yoyote ya jambo hili kufanywa kwa haraka kama lilivyofanywa. Naheshimu kauli ya spika kwamba alisema jambo hili lifanywe haraka, lakini kulikuwa hakuna sababu hiyo. Na kwa sababu hiyo basi ndio maana mlolongo wote huu ukawa hivi ulivyo, kwa sababu tulifanya kitu kwa haraka sana. Katika sheria kuna principle inaitwa reasonable time. Kulikuwa kuna hawa wapewe muda, hata kama ni haraka, watakiwa wapewe muda watoe ushahidi wao, wakusanye ushahidi wao, wajipange kwa ushahidi. Hapakuwa na sababu ya kukutana siku ya pili yake katika hali ambayo imekuwa. Na ndio kwa sababu hiyo basi hivi leo tunasema hapa kwamba wamekuwa served summon. Mimi nimewauliza tena kama mwenyekiti wa kamati anasema wamekwenda kwa jirani. Jirani kawaambia kwamba hawapo, na wao kwa wao hawapo, na mpaka leo asubuhi nimekakisha nao hawajui wameshtakiwa kwa nini, hawakuwa served. Jamani, sasa hivi tumeambiwa tuheshimu vikao, mbona mnafanya hivi? Taarifa. Sasa katika hali hiyo taarifa hii nitaitoa kwa sababu tu Mheshimiwa Ali Saleh amemtaja mwenyekiti wa kamati kwamba kasema jambo ambalo mwenyekiti wa kamati anataka kuliweka sawa sawa kwa sababu ndiye aliyesema. Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati, hivyo ndivyo ninavyotaka kufanya. Namuomba Mheshimiwa Ali Saleh asitie maneno mdomoni mwangu ambayo sikusema. Summons wamepelekewa nyumbani kwao, sio nyumba ya jirani. Mheshimiwa Ali Saleh, endelea. Asante. Bado kuna doubt kubwa juu ya swala summons. Summons sheria inasema upachike kwenye nyumba kama hukumkuta, hamkupachika. Lakini la kwanza. Lakini la pili ni kwamba summons ndio hayo ninasema hapakuwa na haraka ya hivyo. Summons haikuwa served na wale hawajui mashtaka gani wameshtakiwa, na kwa sababu hiyo basi wamekosa natural justice kusikilizwa. Hapakuwa na haraka ya kutoa maamuzi ya ex parte, kwa sababu wao wangekuja bungeni hapa wangetafutwa. Anasema kama wametafutwa kwa message. Nataka niulize, kanuni yetu inasema wapo summons kwa message, wapo summons kwa simu au physical summon? Na kwa hivyo basi Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, kama alivyosema Mheshimiwa Kubenea hapa ni kwamba kuna tatizo hapa kubwa linatokezea. Na tatizo lenyewe ni kwamba haki haikuwa served. Hapakuwa na summons, hawakuitwa kujieleza, na kwa hivyo haiwezekani wahukumiwe. Na kwamba sasa hivi leo ndo tunajua kusema kwamba hawakuchukua ruhusa ya spika kuaga. Nataka leo niulize wabunge wa CCM mliopo hapa, wangapi hapa waliokuwa hawapo hapa wameaga kwa spika? Wangapi walikuwa hapa wameandika kwa taarifa na hilo la nini? Chengine nataka kusema naunga mkono hoja ya Mheshimiwa Kubenea hapa kwamba katika kikao hichi Mheshimiwa Spika asingepaswa yeye kuwa hapa. Pamoja Mheshimiwa Spika kusema kwamba yeye si muamuzi, lakini oversee this process and it can be illegal kwa sababu moja. Kwa sababu Mheshimiwa Spika alikuwa ndo mdaiwa mkuu juzi hapa. Na tatizo dogo tuliotokezea, Mnyika alisema kuna mtu amemwita mwizi. Alitaka Mheshimiwa Spika atoe kauli tu kwamba huyo mtu atatafutwa, na ndo chanzo cha tatizo lote lile. Asante sana, muda hauko upande wako. Dakika 5 hajatimia Mheshimiwa mwenyekiti. Imeshaisha dakika 5. Ni vizuri kila wakati kuweka mambo sawa tunapoenda, kwa sababu ni rahisi sana mtu mmoja wawili wakapotosha kila kitu. Kuhusu juzi, kwa kifupi sana, nilitamka hapa kwamba fulani na fulani kabla ya saa 7 akatoa kitokea. Na nilitamka hapa kwamba kamati ya maadili inakutana leo.
Kwa hiyo hakuna atakayesema hakuwa na taarifa. Hayo mengine ni ya baadaye. Kumbukeni, tungetaka kufanya hayo mnayoyataka, bado Halima Mdee na Esther Bulaya wangeweza kuletwa hapa chini ya pingu ya polisi siku hiyo hiyo kwa usafiri wowote ule. Na hata jana bado wangeweza kuletwa hata kama ingekuwa Moshi hapa. Lakini hatukutaka hayo yote kwa sababu yaliyofanyika yote wote mmeyaona, na hawa watu ni wazoefu katika mambo haya, sio mara ya kwanza, sio mara ya pili. Kwa hiyo tuendelee. Lakini liko moja mlizungumza la mwisho, nitalikumbuka baadaye na lenyewe nitalinyoosha vizuri kwa sababu nalo umelipotosha. Tunaendelea na Mheshimiwa Mchemba, halafu Mheshimiwa Spika, kwanza mimi nikushukuru kwa kupata nafasi leo kuchangia kamati hii ya maadili. Mheshimiwa Spika, mimi nataka nionyeshe uzoefu wangu wa ndani ya bunge na kanuni za bunge. Mheshimiwa Spika, nikimbie na dakika 5. Mheshimiwa Spika, mimi ni mbunge tangu 2000 mpaka 2010. Adhabu hizi sio ngeni. Ni adhabu zilikuwepo pale tu unapokiuka. Lakini Mheshimiwa Spika, mimi nikupongeze sana na niipongeze kamati yako. Umefanya ubinadamu, umefanya uungwana. Hicho kiti sio kwamba umekalia leo ukawa limbukeni na ukawa na hasira, hapana. Mimi nilitegemea leo tungekuwa na neno moja la kuomba radhi kwa sisi wote humu ndani kwa sababu tulikuwa tumeliona. Lakini tukianza kukinzana kiasi ambacho tena mimi nikuombe Mwenyezi Mungu akupe subira, usipandishe hasira ya kudharauliwa ndani ya bunge hili. Mheshimiwa Spika, hapa tulipo tusichezee dini. Tusiingize dini kabisa humu ndani. Kwa makosa haya wote ni Waislamu. Tusiingize kusema msamaha. Msamaha upo lakini inategemea. Kwa tusiingize Ramadhani na maudhi. Mheshimiwa Spika, kuna baadhi ya wabunge walipewa adhabu kwa miaka ya nyuma, lakini mpaka namaliza bunge mimi hawakurudia tena ile kufanyiwa tena adhabu. Walikuwa waungwana, walikuwa watiifu, walikuwa wanajirekebisha pale ambapo walikuwa wamekosea. Lakini kwa hili Mheshimiwa Spika, si sahihi. Kwa sababu ni juzi tu ametokea matatizo. Mimi ni mwanamke lakini pia ni mama mtu mzima humu ndani. Hata nikiambiwa nipimwe akili nitashangaa kwa umri wangu. Nitashangaa. Kwa hiyo hapa ni tatizo ambalo tunatakiwa tuungane, tuwarekebishe mabinti wetu kwa tabia wanayoifanya sio sahihi kwa mtoto wa kike. Na kwenye majimbo yao napo wanaishi kwa mashaka kwa sababu kila siku ni wewe tu, kila siku ni wewe tu. Ni vizuri sasa Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya maadili, tutumie sasa kanuni ambazo zipo. Mimi nilikuwa nje kwa mwaka 2010, nilikuwa nayaona haya makando kando. Jinsi watu wanavyopigana humu ndani, wanavyozomeana, nikasema yalla, kutakuwa na nini tena baadaye? Mheshimiwa Spika, uzi ni ule ule. Kanuni tuliweka wala sio zako, wewe hukuziweka. Tuzifuate. Mheshimiwa Spika, sisi wabunge humu wa bunge lako tulikuwa tunalalamika kupewa saluti. Tunadharauliwa. Je, leo unadharauliwa wewe hata kuheshimu nani? Kama sisi wabunge tu tunakudharau. Kwa hiyo ni lazima heshima itoke ndani ndio iende nje. Kwa hiyo heshima yako lazima tuilinde na tutaitetea bila kujali itikadi ya vyama. Juzi kuna watu walisema maneno mazito hapa. Kuna watu walikuwa nasinzia.
na nini, wao waletwe, wamedharau bunge. Je, wewe unadharauliwa hivi umekaa kwenye kiti ndio sahihi? Askari anapigwa ndio sahihi? Ana askari gani? Mimi nikupongeze kwa kuwaondoa kwa sababu hawakutekeleza yale wanayotaka. Mheshimiwa Spika, mwenyekiti amesema adhabu waliopewa mara 3. Hii hapa sasa imefutwa kabisa, hakuna adhabu nyingine. Mimi napendekeza wapewe adhabu ya kutokuhudhuria bunge na kutokufanya adhabu vikao vya bunge mpaka Januari 2018. Kwa nini nasema hivyo? Mheshimiwa Spika, humu sione hivi. Wewe unakaa mbali. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Spika, mimi naomba adhabu iwe mpaka 2018. Zimeisha. Asante sana. Kuhusu utaratibu. Kuhusu utaratibu Mheshimiwa. Mambo mawili tu madogo. Nilikuwa nimesema kama kuna kitu nimekisahau hapa, nacho ni kimoja. Vitu kama viwili vidogo katika vile vitu alizungumza Alisale rafiki yangu. Kimoja ni kuhusu kukalia kiti hapa. Naye kalia kiti hapa sio Job Ndugai, ni Spika. Ndio maana hakuna mbunge ambaye kusimama hapa akasema Ndugai, kila anayesimama anasema Spika. Na akikalia naibu Spika hapa anaitwa Spika. Akikalia mwenyekiti wa bunge hapa anaitwa Spika. Kwa hiyo hiki ni kiti. La pili, kwamba Mheshimiwa Mnyika alikuwa anataka atoe tamko kwamba ametukanwa na kadhalika. Tunao utaratibu hapa ndani ya kanuni, na ni vizuri tulio wageni kama rafiki yangu Alisale na wengine tuvisome vizuri kanuni zetu. Wewe umeomba jambo kuhusu Mheshimiwa Lusinde alivyokuwa anachangia. Hilo ni jambo moja. Bunge wote tunadili jambo moja kwa wakati mmoja. Hatuendi na mawili au matatu kwa wakati mmoja. Umeaddress hicho ulichoaddress tayari. Lakini una kingine kimekuja tena baadaye cha nimetukanwa au kadhalika. Wewe muache yule aendelee. Akishamaliza kuongea yule, kanuni nyingi za bunge zinasema inapokuwa hakuna mbunge mwingine anapoongea, pale ninapokuwa nampa nafasi mbunge mwingine, utasimama. Tauliza kabla mbunge hajaongea, Mheshimiwa Alisale, mbona umesimama? Utasema, Mheshimiwa, wakati uliponipa nafasi nizungumze, kuna mbunge fulani amenitukana, mbunge fulani amefanya hili na hili. Je, Mheshimiwa, jambo hili alilofanya mbunge fulani linaruhusiwa? Unakaa chini uone Spika atafanyaje. Lakini inapokuwa nidhamu ya mtu mwingine kuongea, wewe ulikuwa na unamuaddress kwa jambo jingine, unapachika hoja nyingine ili sisi wote tuache hayo sasa tuelekee njia nyingine. Haiendagi hivyo. Na bahati nzuri anayefanya hayo ni mbunge mzoefu. Na hata ukimwambia kaa chini hasikii. What next? Hata ungekuwa ni wewe.